Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu aliye hai. Amani ya Kristo iwe na nyote. Karibu kwenye utangulizi wa maandiko. Leo tutaianza sura yetu ya 4 inayozungumzia kuhusu waamuzi, wafalme na busara ya maandishi. Na hapa tunaona kipindi cha waamuzi, na waamuzi tunamuona dada yetu ambaye alikuwa ni mwamuzi aliyejulikana kwa jina la Ruthu. Pia tutamuona kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza ni kitabu ambacho kimeweza kuandikwa mwaka wa 1388 hadi mwaka wa 1052 KK. Tunasoma kwamba KK ni neno linalomaanisha kabla wakati wa kawaida. Vitabu hivi mara nyingi vinaitwa vitabu vya historia. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu vinagundua historia ya Israeli. Pia ni kwa sababu vinaendelea kugusia kazi ya Mungu katika historia ya wana wa Israeli. Mungu alifanya tukio gani? Ni kazi gani ambazo Mungu aliweza kuzifanya? Katika hali ya kupambana na dhambi, Mungu aliwainua waamuzi ili wapambane na dhambi ambazo zilikuwa zinainuka katika nchi ya Israeli au katika taifa la wana wa Israeli. Na baadhi ya manabii au waamuzi ambao waliinuliwa na Mungu, tunaona Othnieli, tunaona Ehudi, tunamuona Shamgari, tunamuona Debora, tunamuona Baraka, tunamuona Gideon na kadhalika. NK inamaanisha na kadhalika. Hawa ni waamuzi ambao walisimamishwa na Elohim ili kuendelea kupambana na dhambi ambazo zilikuwa zinafanyika katika nchi ya Israeli. Waamuzi walikuwa ni viongozi wa muda mfupi tu ambao walipashwa kuwaokoa watu wa Mungu kutoka kwa maadui. Waamuzi wangeliokoa watu wa Mungu kutoka kwa maadui. Kila mmoja alifanya kazi katika eneo lake, ndipo mahali ambapo alikuwa akifanya kazi. Kipindi cha waamuzi ni kipindi cha maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kuna kitabu ambacho kimeandikwa na Henry Riskin mwaka wa 1996. Ukikisoma utaona mambo mengi sana ambayo yanahusu waamuzi, kazi walizozifanya na kila mtu na mahali pake. Kuna mada zinazofanana katika kitabu cha waamuzi. Mada hizo ni nyingi sana. Tunakuwa na mada kama vile mfano. Tutatoa mifano kadha wa kadha hapa. Mfano wa kwanza ni kwamba anguko la Israeli. Fungua entre parenthese. Tunakuwa na dhambi, na hizi dhambi zikasababisha kumwacha Mungu. Kwa hiyo dhambi na kumwacha Mungu, lakini kilichosababisha kumwacha Mungu ni dhambi. Neno la pili, Mungu anamhukumu Israeli. Kwa nini anamhukumu? Anawaleta maadui kumvamia. Kwa sababu gani Mungu alete maadui kumvamia Israeli? Ni kwa sababu ya kutokutii kwake, ni kwa sababu ya dhambi zake. Mpendwa, dhambi mara nyingi zinafanya Mungu awe mbali na sisi, zinafanya Mungu atuhukumu. Israeli anatubu. Na neno la mwisho au mfano wa mwisho, Mungu anamtuma mwamuzi ili kumuokoa Israeli. Mzunguko huu unajirudia katika kitabu chote ambacho kinaitwa ni kitabu cha historia. Kipindi kiliisha kwa kushindwa, wana wa Israeli walishindwa, na kitabu kinaishia na maneno yafuatayo: katika siku zote hakukukuwa na mfalme katika Israeli, kila mmoja alifanya kile alichotaka kukifanya. Waamuzi sura 21 mstari wa 25. Mwamuzi mkuu wa mwisho anaitwa mwamuzi Samuel,
ambaye aliongoza Israeli kwa miaka mingi sana, na watu walimkataa Samuel, wakahitaji mfalme. Watu wanakataa uongozi wa Mungu na kuhitaji uongozi wa kimabazi, uongozi wa kibinadamu. Hii ni hatari sana. Watu kumkataa Mungu, kukataa uongozi wa Mungu na kutaka uongozi wa mwanadamu. Walitaka wawe kama mataifa miongoni mwao, wafanye kile walichokitaka. Hii ilitokea kwa sababu ya kukosa uaminifu mbele za Mungu. Wana wa Israeli walikosa uaminifu mbele za Mungu, wakatamani kufanya kila jambo walilotaka kulifanya. Unapokataa nabii wa Mungu, ina maana umemkataa Mungu. Wakajitafutia mfalme, lakini nabii wa Mungu aliwaonya sana kwamba mfalme wa Israeli angelikuwa ni mwanadamu na angelileta matatizo mengi sana. Hebu soma kitabu cha Samueli wa kwanza sura 8 mstari wa 10 hadi 18. Wakati huo ujio wa mfalme ulimaanisha shauku ya Mungu kutawala mataifa na ulimwengu kupitia mfalme wake. Basi ikiwa walihitaji mfalme, basi walihitaji mfalme wa kibinadamu, lakini katika mpango na akili ya Mungu, Mungu alitamani sasa kuleta mfalme ambaye angeliweza kuongoza taifa lake milele, yani kuongoza wana wa Israeli na kuongoza mataifa yote. Na mfalme huyo angelikuwa nani? Asingelikuwa Daudi, hapana. Asingelikuwa Sauli, hapana, bali angelikuwa ni mfalme wa wafalme ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yesu Kristo atakuwa mfalme wa juu katika mstari au katika uzao wa mfalme Daudi. Asante, Mungu akubariki kwa kuwa nasi kwenye somo la kwanza la chapita yetu ya 4. Bye.